Usinifiche mwanangu. Tuko sisi wawili tu hapa. Mwanangu na nguvu za kiume. Shangazi, maswali gani hayo? Sasa mwanangu, mimi nikiogopa kukuambia itakuwa kama naenda kuharibu hii ndoa. Hamna shida, nguvu ninazo. Lai tusingekuwa shangazi yangu tungetest mimi na wewe. Kwa hiyo tunafanya utani. Mimi niko sawa. Uko sawa? Yeah. Uko sawa kweli? Niko sawa. Kweli uko sawa? Bila shaka. Hapo haina shida. Kama utakuwa uko sawa. Si unajua baba, mimi nitakuwa na mashaka kama baba yako. Maana ulikawia sana kuoa. Kila tukitaka kuforce unasema nitakimbia mji mimi. Mama nisha sana nasha. Tukaufia pengine utakuwa ni mgonjwa lakini sio sana. Kwani shangazi, nilikuwa bado najipanga. Lakini muda wenyewe umefika sasa. Najua kuna kitu ambacho naweza nikakuficha. Najua hiyo mwanangu. Mimi na wewe hakuna papara kabisa. Ndio. Kitu cha pili mwanangu, unaenda kuoa. Unaenda kuwa baba wa familia. Hapa weka jiwe kubwa. Maana ndoa ina siri. Hapa unaiweka. Maana hii nyumba hii ina vitu vingi sana usipojua tu. Usione shangazi yako mwili hii. Navumilia mengi kwenye ndoa yangu. Usijua tu. Shangazi, wala hata usijali. Unajua kweli mwanzo nilikuwa nakimbia sana kuoa. Na ndio maana nilisema kama una nguvu za kiume. Nguvu ninazo. Ila mimi nitasikiliza sana maneno yako. Na siwezi nikakuangusha kweli. Ya tatu sasa, udhaifu wa mke wako. Mimi si ujui. Nasikia nyinyi wavulana mshaonja sana huko, mnaonja, ulionja pipi, ukaonja biskuti, ukaonja andazi. Uje ukute sasa chocolate huko ndio uanze hapana, kila mtu anafuga ya kwake. Mwanamke wako kama ajui kitandani ni siri yako. Upo. Sisi tunakaa mwanamke anaenda kuoa. Hii ni ndoa kweli, ni ndoa kabisa mpaka mbinguni Mungu anajua. Usije ukanifezesha bure. Shangazi, mimi nitasikiliza sana maneno yako. Na siwezi nikakuangusha kweli. Asante. Ila mwanamke mwenyewe ni mwanamke mzuri sana. Ana hekima, busara. Ndio maana nimetokea kumpenda kweli. Inshallah kabisa. Hapo nasikia nafarijika kama itakuwa ndio. Naingia ndani kwanza. Hana shida shangazi. Binti yangu. Abe papa. Kuna nini mpaka unifuate shambani? Mimi kwa kitu ningoja kuambia baba yangu. Kuhusu rafiki yangu. Vitu venye nimekuwa fanya sio ya mzuri. Hivi sibashamtilia mali. Ako pendana na Hamisi. Ina maana unapenda kusema Gift ana mwanaume mwingine tofauti na Mwafrika ambaye namjua? Ndiyo. Sawa, mimi nakusikia. Wewe rudi nyumbani. Tajua nini cha kufanya. Nabakia hapa nimwagilie maji sijui vituta viwili vitatu basi mimi nakuja. Sawa mama? Sawa. Okay. Mbona kama mama wapi sasa? Na mtoto wangu itabia kaanza leo. Mimi ni mzazi. Nina mtafutia pole pole. Siwezi nikasikia kitu na kuchukua maamuzi. Nitakuwa sina nidhamu kwa kichwa changu. Najua kwa nimekuita hapa ili tutengeneze 1 2 3 hivi. Mimi nadhani tayari hivi nakaribia kuingia kwenye ndoa yangu. Sasa niliona mimi peke yangu sitoweza. Ni bora uje unisaidie. Ndoa hii kweli ni ndoa ambayo nilialika watu wengi sana. Na kuna baadhi ya watu wengine ambao sijapatia hata sijawahi kugawa kama nani. Mwaliko. Hii mwaliko. Sasa hivyo kutokana na hizo ambazo zilibaki hapa na sio hizi tu. Nyingi ziko ndani. Ningeomba uchukue hizi hapa.
hizo mwaliko na kuomba gawa kwa kila mtu. Yaani hata awe mtu ambaye hawahi kusemeana naye. Hata awe tu anapita barabarani mpe tu. Ili mradi tu ashiriki ndoa yangu. Okay, nasikia rafiki yangu, lakini kwenye shughuli kubwa kama hiyo ulikuwa shindo kuniambia tokea zamani kwa sababu gani? Ningekwambia tu. Unajua kwa sababu tunaishi kama mandugu mimi na wewe. Okay, la soma mimi nitakusambazia. Najua kitu chako ni changu. Fikisha kila mtu na hakikisha hizi kwanza ni ndogo. Itabidi uniongezee zingine kwa sababu hii shughuli nitapatia kila mtu. Najua kila mtu nitamfikishia. Usijali. Hongera sana ndugu. Kazi kubwa sana. Hapa kuna nusu ya pesa. Kwa ningekuomba pesa hizi upita mara moja kwa mashini. Ya, shika zote hizo. Pita kwa mashini na hizo karatasi na mialiko yote. Kuangalia jinsi gani utakavyokaribisha mambo mengine. Okay, poa, haina shida. Mimi natumaini kila kitu kitakuwa sawa. Nadhani wa kila mtu nitampa na zingine nitaongeza. Na yani hiki kitu nakichukulia kama cha kwangu. Yaani nitakisimamia mimi kama mimi. Najua kila kitu kitaenda poa. Mimi najua uziko niangusha. Okay, sawa, haina shida. Basi poa. Ninawahi kwanza ni photocopy hizi zingine tamaliza. Usijali. Nitakujuza kwenye simu. Usijali. Halo Vincent. Au sikiliki kabisa. Niambie mambo anasemaje huko? Sisi wazima kabisa. Ila kuna mpango ambao nimeupanga sasa hivi kutokana na mahusiano wangu mimi na Gift. Usina pupa ya kufahamu, utafurahi tu. Mzee wangu, yani mpango ambao naupanga utaupenda sana. Oh, msamani nitakupigia baadaye maana kuna mgeni hapa. Mzee wangu karibu. Asante. Kiti chaka. Mimi sikai. Nimeshapita sehemu nyingi sana pale. Namuulizia kijana ambaye anaitwa Hamis. Hamis? Yes. Okay mzee wangu. Unajua katika kijiji chetu hichi kuna wa Hamis wengi. Maana mimi mwenyewe ni Hamis. Sasa sijui namzungumzia Hamis gani. Sawa. Hongera kwanza kuwa Hamis, lakini Hamis ambaye ananitafuta ni kijana ambaye anajiita kama yeye ni mume wake wa Gift. Mzee, hapa umefika. Ukisikia Hamis na Gift, hapa ndo umefika. Nani Gift mimi ni mpenzi wangu. Yaani jisikie uhuru kabisa umefika. Ina maana wewe ndo Hamis mpenzi wake wa Gift. Oho. Zaidi ya mpenzi. Na sio tu zaidi ya mchumba tu, ni zaidi ya mme. Yaani hapa ndo umefika mzee wangu. Sawa, niseme hongera. Ina maana hivi tukisema hata kidogo, unajua kwa akina Gift, unajua baba yake, sijui mama yake kabisa, hata historia ya familia yako unaweza kuongea. Mzee wangu, mpaka mtu unafikiwa kuitwa mpenzi, nikosa kufahamika kwao. Mimi pale kwao ni mwami. Yaani kifika ni mwami fulani hivi. Mkuu amefika. Oh, karibu nini? Hata kuku ananiasa kiambo kia wabengbe. Nani kisa wanasema, we kuku napewa. Sura yako ilikuwa shanipotea sana. Sawa, kuna shida kaka. Bana kwa hiyo. Mwaliko. Hiyo ni mwaliko, niko naenda na Kabula kwa sababu rafiki yangu anafanya mariage mimi masiku. Rafiki yako? Ndio. Rafiki yako nani? Tundi na mjua. Rafiki yangu anaitwa Mwafrika, ni mgeni, angali mgeni lakini ni kazi. Mwafrika. Ndio. Hata wafiwa wapi? Na hiyo fiji yake nani? Yeye? Ndio. Kwa rafiki yake walipendana wanamuita Gift. Ndio wanapendana na watafanya mariage mimi masiku. Ajabu. Yaani pale kwa nani kwa babake kabisa, anabakia tu kunisujudia. Yaani mimi naheshimika pale. Alafu nani kingine ndugu yangu, kuna wakati mmoja nilifika kwao, unajua sisi ni watu ambao tuna huruma sana. Nikamkuta baba yake alikuwa atumikisha hizi simu za kufunga na kamba hizi. Kweli, mtu ambaye baba mkwe wangu atumikisha simu kama hii. Kijana kama mimi, namtongoza binti yake, nikampiga pixel 6. Yaani baba yake, yaani akazidi sasa kunipenda sasa. Nikamwambia wewe mzee subiri, nikuonesha sasa vitu vyangu. Nikaenda sasa sokoni nikamfanyia surprise. Unajua baba yake alikuwa muonekano wa kizamani sana. Nguo ngoma shati fulani ya kutoboka hivi.
yani kamlesa nguo za kisasa, kampiga manguo. Yaani kama baba yake sasa hivi anaonekana kwa watu, anapendeza. Vitu vya Hamisi. Lakini hongera kijana. Hongera sana. Sawa. Unajua kijana wangu unavaa vizuri. Yeah. Lakini haujui thamani ya mavazi ambayo unaivaa. Unasikia? Hivi kijana, yani nilikusikia toka mwanzo tu. Unabweka chochote kile ambacho unajisikia. Sasa ujue, mimi ndo babake Gift. Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo, gisi mimi nikitoka hapa, mtoto wangu umeshamharibishia sifa sana. Nakupa siku 3. Popote pale uliacha habari zako, eti sijui Gift hivi mimi nani mpenzi. Naomba kwa hizi siku 3 popote pale uliacha habari zako uzifute. Ambia kila mtu kama ulikuwa unaniigizia. Sawa? Umenielewa? Namjua sana kaka. Lakini kaka, nikwambie kwanza. Hivyo kama mnakuwa shauriana. Kumshauria? Huyo tu Gift. Aulewe tu na Mwafrika. Wapi na wapi ataweza ndoa? Ule kimbao. Ule Gisi kwa mwanamke mwenye kwa sehemu vile, kila mtu anamjua. Si yake tandikiwa hata kusura. Huyo Gift ni mwanamke gani? Nisikwe Mungu sana kuongea kakaangu. Mimi ningeomba tu muulize Vincent. Akwambia habari yote. Joina anajua vyake vya mimi. Nataka kuniambia Vincent ndio mwenye anajua habari zake sana. Make Vincent ndio mwenzaji. Kisa haina shida. Haina shida. Sawa, mimi naenda nyumbani. Sawa, nashukuru. Usikose. Sitakosa. Usiku ujitahidi ufike. Sawa. Nyosha vizuri. Nilikupa siku ngapi? Siku 3. Sawa. Mtu kama wewe vile unaweza kumharibishia mtoto wangu sifa. Mtoto ambaye namstiri, namtengeneza kabisa. Hii manyole yanu ya bikamba, yani mnajisuka tu mjue kama mnasukiwa nini. Unakwenda kuharibishia kabisa mtoto wangu sifa. Wewe wa mwili ya hivi. Lola hii noe. Obiyo. Bana. Koma yo. Kiko saka chawi kamoya hivi. Hizo siku 3 ziweka akilini. Nikirudi tena hapa utaniona mbaya. Anaitwa Vincent. Bro wewe. Niambie. Poa bro. Unajua ni ndugu yangu? Kama nimekuita hapa, kuna habari 1, 2, 3 ambazo napenda tuongee mimi na wewe. Unajua jana nilipokuwa nyumbani, baba mkwe wangu, baba yake na Gift, mara papu katimba. Kampiga unajua vile vishikamo vya chini kwa chini vile. Na ni adabu nyingi sana. Cha ajabu sasa. Akaja akaniambia mkwe wangu, katika vijana wote wastaarabu, nimeona wewe ni mstaarabu katika kijiji chetu. Kwa hiyo napenda umoe binti yangu. Babake na Gift ambaye mimi namjua. Huyo. So kwa bure wewe umeroga. Cha ajabu sasa ndugu yangu. Akanambia eti kama hujajipanga kuhusu gharama yote kila kitu, eti mimi nitafanya. Bro, imeisha.
Bro, imeisha. Ndugu yangu, pasingekuwa na cha kuangusha, pasingekuwa na cha kuokota. Hapo umeokota. Zaidi ya kuokota ndugu yangu. Aish. Jamaa wewe sokubure. Aish. Bro. Kuna mambo hii. Sasa ndugu yangu, mimi sihitaji vya kuchelewesha. Hapa kama ni kesho, anza kuandaa makadi. Imeisha. Imeisha. Na kitu kingine ndugu yangu. Unaona ule chale harusi ule atakuwa ni wewe. Hapo ni hapa tu. Ni hapa tu. Majibu. Na alisema hataki vya kokota. Sasa hivi kama ni kesho ndugu yangu, anza tuandikishe kadi kila kitu basi. Bro. Mbona zari hiyo? Hiyo ni zari la mentali, zari hilo. Sasa ni hivi. Hapo tunapanga kadi. Tunafika kwa mzee Lusungu. Nampa kadi. DSP. Kadi. Unaona wa mwisho shop. Kadi. Jamaa wa huko. Tunamaliza. Wewe chini. Na tatangaza mambo yanaisha bro. Ila kuna mtu ambaye bwana, yaani usimsahau ndugu yangu. Ule ni mtu muhimu, anaitwa Eliudi. Ya ule hawezi kukosa kadi. Ule jamaa kosi. Hawezi kukosa kadi. Alafu kuna angalia kama nimpelekee SD. SD na sikosi kadi ndugu yangu. Mtu wa mwisho sasa ambaye hawezi kukosa 050. Idosi. Unaona au si watu wakosa kadi. Hata force kero. Hiyo inaenda. Hiyo kazi yako sasa. Imeisha. Alafu tunamaliza hapo, tukifika huko namaliza kitu kubwa. Vizuri sana. Karibu mzazi mwenzangu. Kama sisi tumekuita hapa ili tuambie ili harusi ya watoto wetu umejipanga aje? Cha kwanza niseme kwanza nimefurahi. Na pia niseme asante maana nakuta mko na afya nzuri sana. Mimi kwa kujipanga kwangu nimeshapata kama saki 3 hivi za mchele. Yes. Kuna saki 2 za maharage. Na ule vitu vidogo ambapo sijui mafuta ya ngazi, sijui ya na chumvi, vitu kama na hivyo. Hongera, umejipanga kweli. Unaona, ili salon kiwe kizuri kabisa, tufanye kitu ambacho watu watafurahi. Mimi kama nimekuita hapa mpaka utakosa. Hata si tuchangie ili tusiaibike mwenzangu. Unajua tena wa mtaani wewe. Unaona hii kitu tunachokifanya hapa? Ni kitu cha ushirika. Mtoto wako. Unaona? Sasa kitu tukishirikiana, tufanye kitu kikubwa. Hata watu watatogopa. Hata watoto pia wanapanda nini? Level. Asante sana. Sasa sisi hapa. Na sisi tumejipanga. Saki 7 za mchele. Saki 4 za maharage. Dumu 2 za mafuta. Ukumbi tayari tumeshachukua. Kweli hapa mwanangu anaolewa. Na kingine ningejazia hapa shangazi. Kutokana na maandalizi ya ndoa mke wangu. Na kama gisa alivyojipanga baba. Mimi hapa nitajazia mbuzi 7. Nitaongeza mbuzi 7. Isitoshe hapa nitaongeza saki 10 za mchele. Meza asubuhi mie. Na saki 5 za maharage. Hapa naona mwanangu anaolewa. Shughuli pevu hii. Na kitu kingine hapa shangazi. Unajua pindi mke wangu atakapojifungua mtoto nitampanga jina lako. We baba. Usije kageuza ifurani kama mwenda wazimu. Nimezaa mimi asubuhi kweli. Okay shangazi, afu ningekuomba kuangalia wazee. Hapa. Yaani vitakosa hapa. Tutaongeza bado siku zipo. Kweli? Sio kwa. Sawa baba. Ningekuomba angalie nawe. Kweli hapa vitu ni vizuri sana. Hapa watu watakula mpaka vyakula vingine vitabakia. Na ni bora kujipanga vyakula vibakie kuliko kukosa. Kitu kimoja kimebakia hapo ukumbi. Mimi kama shangazi yake Muafrika. Msambia House.
Naonaje? Yaani Sambia House ndio nataka mimi shughuli yote. Kweli. Kutoka kanisani. Mnaionaje hapa? Ubarikwe. Tena sio kubarikiwa tu. Mpaka maji wanishushie. Ile shingo We baba we. Siwezi nikapinga. Siwezi nikapinga kabisa shangazi. Sambia House ndoa hii ya mataifa. Watu mpaka wakule wajilambe. Baba eti shingo. Hapa kabisa hii ndoa. Mna shingo Jamani. Wanakuta kama Lu kama nani Lucrecia. Lucrecia ndio huyo. Unamjua ndio huyo. Sana. Sasa nilikutana naye kuko baadhi ya habari zenye aliniambia. Baadhi ya habari zenye aliniambia nikufuate uniambie. Na hizo habari zinamhusu ufie sijui gift. Kwa sababu gani? Gift ni mwanamke mwenyewe anatarajiwa kuolewa na rafiki yangu anaitwa Mwafrika. Kwa hiyo sasa umekuja kwangu mimi nikuelezea habari kuhusu Gift, si ndio? Bro, pala kuna mwanamke.